Shikwa 2023 nilifungwa kifungo cha miaka 6. Vile alifungwa akawa alipelekwa prison ya Kiandege prison. Sasa kufika tarehe 29 nilienda huko tarehe 5. Tarehe 5 kuenda nikapata mtoto wangu alichomeka. Tarehe 5 Disemba nikapata mtoto amechomeka. Nikaambiwa mtoto alichomeka kidogo tu. Wakaniuliza ni nani amenipigia simu? Nikamwambia hakuna mwenye alinipigia simu, mimi nimeona tu nikuje nione mtoto wangu sababu nimemmiss. Wakasema ati kuna shida kidogo. Nikamwambia kwani nini imefanyika? Nikauliza nini imefanyika? Wakasema ati alikuwa amepata tu accident kidogo, alikuwa kwa jikoni na bahati mbaya akateleza akaanguka kwa uji. Nikauliza alichomeka lini? Nikaambiwa ilikuwa tarehe 29 mwezi wa 11 ambapo hiyo tarehe 5 ilikuwa ni 1 week sasa. Nikaenda kuona mtoto. Nilishtuka. Nikauliza daktari, kwani kiwango ya hii moto iko ngapi? Akaniambia ati hii kiwango si mbaya, ndio maana tuko na yeye hapa. Ingekuwa mbaya singekuwa na yeye hapa, singemweka hapa kwa dispensary yetu ya hapa. Ako tu kwa dispensary hapo Kiandege prison. Akasema angekuwa mbaya angemweka hapo. Nikasema sawa. Nikamwambia ni sawa tu lakini amechomeka. Akasema si mbaya mami, usiwe na wasiwasi. Nikasema sawa. Mkubwa na ako hivyo vile hiyo hali yake iko hivyo, sijafurahia. Alafu sasa shida pia, kwa nini wanamwacha huko ndani na wanajua kiwango ya moto imefika juu hivyo na wanamweka huko kwa dispensary kwa prison huko ndani? Si wangemtoa mapema watafute na yeye matibabu, hata kama sasa unapigiwa simu naambiwa mami mtoto wako amepata ajali kidogo lakini tumemtoa ako hospitali fulani. Hiyo ingekuwa afadhali, lakini sasa wanaacha mpaka mimi mwenyewe ndio niende ndio nipate mtoto kama mtoto amechomeka. Hawakuniambia, hawakunipigia simu kama mtoto ameumia. Hata kufika hapo walishtuka wakasema kwani nani amekupigia simu? Nikamwambia hakuna mwenye amenipigia simu, mimi nimeona nikuje tu nione mtoto wangu. Wa huko Kiandege alinipigia akaniambia mtoto wako prison Migori district. Sasa niende nifanye nini? Nione mtoto amemwacha hapo. Sasa hakuna mwenye atamshughulikia hapo hata kama anataka kitu. Sasa alikuwa anataka tu nijue mtoto washampeleka Migori sababu nilitaka mtoto apelekwe hospitali. Sasa washampeleka huko. Sasa unavyomuona kama mama? Mimi mwenyewe vile nimemuona amechoka. Sasa jana ndio daktari aliniambia vile alipiga round asubuhi, alisema mtoto anafaa apelekwe Kenyatta Hospital Nairobi sababu amechomeka sana. Sasa nataka apelekwe Nairobi. Sasa vile alisema jana ati mtoto inafaa apelekwe Nairobi, sikupata tena mpaka leo. Sasa hiyo asubuhi ndio wakasema wanashughulika wanataka kujua ilikuwaje na hiyo ina mambo ya hiyo referral. Currently the patient we are dealing with is Lawrence. He suffered some 55% actually burns, suffering involving the back, the lower limbs and both upper limbs. So the burns are quite severe. They are full thickness burns actually. The patient came to us about 2 months after suffering these burns. So we are trying to do the best we can with the situation that he is right now. Currently he came to us actually suffering from burn sepsis. So we are trying to give him some antibiotics, time to give him some fluids and to actually just make him comfortable with some good dressings and pain management. So, but as it is right now, that is all that we can do in our facility, since we don't have even just the appropriate dressing for his extent of wounds and just the facilities to deal with such kind of like extensive burn. So we are looking to actually refer him to a facility where they have a burns unit for further management, where they can go for reconstructive surgery, which includes grafting, and also get basically
other kind of management he needs. Ideally, the degree of burns that he has have to be dealt with in a burns unit. So far in Kenya, there's only a single burns unit in Kenyatta. So I am not sure what they were doing in the dispensary, but I'm sure like it could have been handled better in a burns unit. Yeah. So the infection just comes about from the state is in the burns in itself. You've lost the skin which protects from the infection. So, and the burns being, because the burns were not being covered, they were exposed to the environment. So that's how he probably got the infection.